Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibil Mustafa wa shafi'il murtala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'du, ndugu zangu, mashekhe zangu wote mliohudhuria, Shekhe wa wilaya Kinondoni, Shekhe wa wilaya ya Mburahati, Sheikh Hanje, Shekhe wangu Shekhe Matimbwa, Shekhe wilaya ya Ubungo, mashallah, Sheikh Kidebe, mashallah, hafidhahullah, Mwenyezi Mungu awahifadhi. Wageni waalikwa, kina baba, kina mama, wote kwa ujumla, na wanafunzi wenzangu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nimepewa nafasi ndogo kidogo niseme tu mbele ya mashekhe, lakini pia mbele ya wanafunzi wenzangu. Tumealikwa hapa kwa ajili ya jambo zuri, jambo kubwa, jambo la kufuturu pamoja na watoto yatima. Alhamdulillah, katika mambo muhimu ambayo ndugu zetu wa Bidabida Dua Center wameyafikiria na kuyafanya katika Ramadhani hii ni jambo hili, jambo kubwa, jambo zuri, jambo la kuigwa na wote wenye kufanya shughuli mbalimbali kama hizi za tiba. Labda niseme tu kwa mukhtasar, sisi ambao tunahusika na tiba, katika watu ambao ni wagumu sana kutoa vya kwetu. Yaani kama vile waganga wao wamejiwekea, wao ni kazi yao kupokea tu za wagonjwa, hawazitoi. Sasa ukimwona mtu anafikia mahala yeye anafanya dua, lakini pia anakubali kutoa sadaka kwa ajili ya watoto yatima na watu wengine, maana yake huyu bwana anapaswa kuombewa dua, lakini pia tuwaombee mafanikio katika hili. Semeni amin. Ndugu zangu Waislamu, Bidabida Dua Center kazi yao kubwa ni kama kazi yangu mimi. Naitwa Jafari Mti Mkuu, nimeitwa hapa kwa sababu pia nafanya shughuli hizi muda mrefu sasa, karibu miaka 23. Lakini niseme tu kwamba kituo kinafanya kazi hii kwa ajili ya kuisaidia jamii ya Kiislamu ambayo hivi sasa wakifikwa na shida, wakikosa utatuzi, wanakwenda hata kusikofaa ili mradi watatue shida zao. Sasa basi niwaombe tu jamii ipate kuelewa kwamba vituo kama hivi vya Bidabida na vingine havifanyi kazi hii kutafuta hela. Na ndio maana kama huyu bwana wangekuwa lengo lake kutafuta hela, wasingetoa fedha kwa ajili ya wafuturishe mayatima, wangeziweka wafanyie mambo yao. Kinachofanyika ni kutafuta usaidizi. Allah anasema kwenye Qur'ani, au Mtume SAW anasema, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Wanatafuta usaidizi hawa kwa kuwa Mwenyezi Mungu ameweka sharti la wewe kusaidiwa na Allah, kubali kutafuta namna ya kuwasaidia watu. Sasa watu wa tiba wanachokifanya ni kutafuta usaidizi kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwasaidia watu. Leo jamii ya Kiislamu hasa kina mama ndio subira yao ndogo. Wakifikwa na maradhi, kenda kwa shehe huyu hola, kenda kwa shehe huyu hola, kenda kwa shehe, unamsikia iko kanisani, baba katika jina la Yesu nasema, yeye anaombewa inna lillahi, kaacha Qur'ani kenda kuombewa kwa jina la Yesu. Lakini afanyeje? Kwa shehe huyu kapigwa 50,000, kwa shehe huyu kapigwa 70, kwa shehe zinazidi kuisha na bado wanaumwa, afanyeje? Sasa tunakuambia ndugu zetu kina mama, kazi hii ni nzuri. Cha msingi tu baadhi ya wasoma dua wamekosa takwa na ukweli, ndio maana tuna feri. Lakini kijana anayefanya dua katika hii Bidabida Center ni kijana wetu, tunamfahamu, tumekuwa naye Mtoro. Ni kijana muungwana, msikivu, mstaarabu, na amejikita kwenye ibada na dhikri. Hivyo basi kwa kweli kwa rehema zake Mungu mtafani. Semeni insha Allah. Semeni tena insha Allah. Kwa ndugu zangu, nisimalize ya kuyasema hapa, nilikuwa nasisitiza tu kwamba yoyote yule ambaye anafanya tiba aige haya. Tumealikwa leo kufuturu na mayatima na kituo cha dua. Allahu akbar. Mimi mwenyewe sijawahi kufanya hivyo, labda mwakani. Semeni inshallah. Sheikh, acha niishi hapa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.